sana. Tulikuwa tukiingia na Isa kwa stage. Isa lazima kama kae na mimi. Hiyo ni kitu naambia sasa. Lazima kae na mimi juu wase kama basi wote ni haters. Unaona? Juu sasa wasa wanasaka kwa nini msanii anakuja huku Isa amepiga look mtu wangu. Kwa hiyo alado amepiga look anakapoa bandana mtu wangu. Yes, utaja Nameless kwa history. Nameless alikuwa Nameless kuja baadaye. Nameless alikuwa hakuwa close sana na hiyo rende yetu. Yaani alikuwa Nameless unaongelea wale watu wa mtaa pale. Nameless alikuwa tu ni fadhe. Nameless ni fadhe hata. Nameless ni kama kwagi. Yaani kali kwanza katoa kiomzae. Napenda sana though, lakini mimi sijui na kiomyanga. I was not big for a very long time. Sana hakuwa big for long. Alikuwa big for a short time na kapasi. Wewe kwa ule muda ambao ulifanikiwa kukaa naye, unaweza muongelea alikuwa mtu gani? Yaani sasa tukiachana na usanii, ustar. Isa alikuwa mcool, amechill, ana mambo mob. Alikuwa star. Yaani tu anayo aura fulani. Alikuwa na clean art, alikuwa na art poa sana. Unasema hata kivaa slippers. Isa alikuwa anatoka mtaani South B mzee. Mnaangalia hivi unasema dole Isa anakaa. So wase wengi walikuwa wanamchukia. By the way, meni ni vile tu yani wase wasemangi kweli. Lakini kuna wase wengi walikuwa na hata wasanii wa big bila makosa yote. Wanamchukia tu kwa sababu unajua Tom Msee alikam akastop industry. And which I believe it was one of the biggest mistakes even any artist should be making. Nilu kamu kwe too big. Because ukikuwa sipute bangi wacha tuwe tu muziki zake. Sasa mzee alikuwa anaona pia inaweza kuwa sasa unakuja umevaa toja mzee. Sasa alikuwa anavaa toja mzee inaingia show nayo mbaya sana. Sasa bwana mzee kwa mbona uvai yako? Sasa si unajua ukivaa short yake inafika hapa. Unajua style ndio ilikuwa hizo siku hizo. Yaani trouser unavaa bag alafu inafika paka hapa. Alafu unavaa na viatu. So uko unavaa short ya mzee. So unavaa unaipiga kamba vizuri alafu unaingia alafu. Sasa nani Dubis na Babu lazima alikuwa ananiita ananiambia leo umevaa babako. Wewe mwanzo nilipiga tenje akanambia babe come tupatane. Kwenda kupatana na yeye hivi. Nilipata nimezingirwa na CID wa 9. CID wa 9. Wakaninulia hivi nini shati. Wakanionyesha risasi. Oi inakuaje bwana? Yes. Niko Barracks hapa. Ya best commander. Aitwa Ria Bebe mwenyewe. Style Tez. Inakuaje ndugu? Salama sana. Uko poa? Na iko sawa kabisa. Na acha niseme na Kitaita naveshukuru Mlungu sana. Niko pinana. Chekwanyi. Majina yako kamili lakini nani Tez? Mimi najulikana kama Samuel Msaga. Msaga. Mwamba. Sana nilikuwa naitwa Samuel Msaga Legend. Nilikuwa naitwa Mwamba. Nikajita Legend. Sasa nimegeuka. Unajitaje? Sasa naitwa Mwamba Mwananchi. Base Commander. Majina hapo. Jeshi la Kato. Majina. Majina kama mjundo jamaa kwa mabox ya Azimio. Mlimwona? Sisi mimi ukisikia watu wanasema ODM, mimi nimekuwa pale kwa ODM. Mimi wacha nikwambie Clemo, mimi nule nilizunguka na Raila Amolo Odinga over those 47 counties. I was there. Baba yeye alikuwa anafanya mambo yake lakini mimi nilikuwa napiga ile netwaje countdown. The biggest countdown in the history of election. Wewe ni mfuasi wa baba mwana ODM damu. Mtoto wa baba. Jacom Raila Amolo Odinga. Joey. Sisi ndio watu tunashikilia chama. Sisi ndio watu unasikia wanasema kutakuwa na NDC. Umesikia NDC? Ile mlipo ile kwanza. Gani ile siku. Ile baba zema box. Baba tuko tunampenda na moyo. Usiweke sana pesa kwa lakini hata nikwambia kitu Clemo. Unajua siasa, watu understand siasa. Siasa ni tofauti sana. Siasa hatuendi kwa siasa kwa sababu tunaangalia tu nini maokoto na majani. Huku mtani tunaita majani. Wasema ni upendo. Yani siasa inakuja unapenda kwanza. Principles, policies of the party or the leader that you're following. Lakini katika ile harakati kichele lazima. Kichele ni muhimu sana lazima ufikiri. Lakini sasa kichele ya siasa haikuji vile unafikiria Clemo. Ile upande ule mwingine kwa nasikia hela pia pale itoki. Wapi kwa baba? Baba alikuwa hataki show off. Baba alikuwa mtu wa kunini akikupatia do chini ya maji. Baba alikuwa anakupatia do chini ya maji.
Kwa hivyo unasema wewe uko unaishi poa. Mimi naweza sema niko unajua. Hata nikwambie Clemo. Uko unaishi poa. Hii ni town. Hii ni town. Hii ni 254. Mtu wangu 254 kikaa kimandazi utarudi Ocha. Na unajua mimi Clemo, mimi sikukuja Nairobi na gari ya nini? Ya nini ya kubeba sanduku la maiti. Ama sikuja na gari ya miraa. Turudi nyuma tu. Pumwani. Turudi nyuma tujue ulikojaje. Oya, tuko na Eltezi hapa, ni msanii by the way. This guy ngoma yake Time Baba amepass. Ilikuja ikachezwa sana. Hata sisi wenyewe pale kwenye radio tulicheza sana, kwenye TV ilichezwa sana. Ilikuwa inaitwaje by the way? Ilikuwa inaitwa Raila Odinga in capital letters. Onyesha kidogo ndo ukumbuke. Ndio wajue tunaongelea nani. Alizaliwa hiyo boy usikubali nuzunike bwana. Story yangu inaweza ishia hapa. Naweza kuga kamera na mawe. Inaweza kuwa mbaya. Tuweka mawe. Lakini ilikuwa ni song about Raila Odinga. Wakati tulikuwa tumefika 2022, now let me tell you. Tulikuwa tumefika the last week, tumecampaign. Tunaangalia hivi Ruto naye amekuja kweli. Sisi tuko na serikali, tuko na uhuru. Kwanza kabla hapo nataka nikukate katikati. Nikwambie that I am the only artist since the creation of Kenya ambaye muziki yake ishachezwa kwa stadium on urais akizunguka. Kwa hivyo wasanii kwanza inafaa watii. Hakuna msanii wote. Mimi nakwambia Kenya inasonga mbele. Ilikuwa inaimbaje hiyo? Kenya yasonga mbele, Kenya yaso pamoja twasonga mbele. Tangu ilipigwa lini? 2022 uhuru akizunguka. Rais alikuwa uhuru huyo. Unajua president akiingia stadium. President akiingia stadium wale watu wanacheza ni jeshi. Unaona? Jeshi ndio wanapiganga muziki. Hata wakiimba zile Kenya yasonga mbele, hizo wimbo wanachezaga. Ni jeshi ambayo huwa inapiga zile wimbo. Tangu Kenya ianze. Sema Eltezi ndo kwanza. Tena ni kama wa mwisho. Hiyo ni ukweli, Clemo yuko kwa history. Hata najua watu wa military wakiulizwa wanasema the only song. Wacha zile nchi ya kitu kidogo, wacha kina Eric Omondi, akina Eric Wainaina, wacha nini? Yangu pekee. Uko una perform hiyo siku kama ngome iko inapigwa. Ngome ilipigwa, Uhuru ndo aliperform. Yaani ile alizunguka nayo, akizunguka nayo. Sana kwa siasa, kwa campaigns ndio unapataga wimbo ya msanii ndio unapigwa. Lakini that was a national event, Jamhuri Day 2022, ambaye wimbo the only song in the history. Hata kina Jua Kali walikuwa hapo, lakini walitii. Walinama. Kila mtu alinama. Kwa hivyo wasanii, mimi naangalia wasanii Kenya wanaongea sana. Wanafaa iname wakiniona. Nirudi tena. I'm the first Kenyan musician. Benz Commander, jeshi la Kato. Leo ni mwetete. Oye, sasa tulinyuma Eltezi kidogo. Unajua kuna baadhi ya vizazi sasa hizi watasikia Eltezi tu ashindwa au ni nani, alitoka wapi. Hawajui umeanza kitambo mchezo. Sasa hizi kwanza ni muda gani kwenye game? Niko na 26 years. 26 years of the music industry. Tangu umeanza muziki. Mimi ni mbaya. Umeanza na kina nani? Twende pole bwana. Twende pole. Kumbuka time yako unaanza. Sana. Kumeanza na kina nani hiyo time? Mimi nikianza sana nilianza na watu nakumbuka ni Red Sun, Mbuvi, Kwena Kolo. Mbuvi wa gospel. Wale nilianza nao, wajua kuna wale nilianza nao, alafu kuna wale walikuwa wananyenyekea. Yaani wale kama kina Jua Kali, kina Nunini. Walikuwa wananyenyekea? Sana, niwasaidie sana. Sijina kwa kweli. Subulile Jua Kali nakwambia. Wale kwa kina Jua Kali sasa wako na Eltezi man, please when I grow up. Yote bado kwa Eltezi. Like you. Yote kwa Eltezi bado. Sasa sasa nikwambie bro. Mimi nilizaliwa mtaani tu South Sea. First of all, nilizaliwa Pumwani. Set the record straight. 254 Kanairo. I was born in the city of Nairobi, right in the heart of the city. Pumwani na sikuibiwa. First of all, unajua kusaliwa Pumwani, the first danger ni kuibiwa kwa mtoto. Sasa niliepa hiyo. Nikaepa ile nikiingia mtaani pale. Nikasomea, sasa tulikuwa tunaishi Jericho. Jerry. Fafa Jerry. Pale Uru Primary, nikatoka pale, mzee akapata form. Mzee kupata form tukaingia. Mzee kupata form akahama pale Nairobi West.
Sasa pale Nairobi West ilikuwa kama ndo naenda kuingia class 1. Sasa kuingia pale class 1 ndo pale kidogo nikapatana na nani? Talia Oyando. Unajua Talia Oyando msanii, the Radio Queen. Sasa Talia alikuwa ni jirani pale. So tuka grow up na Talia. Mimi Talia, mimi Lovi Longomba, Prophet Lovi and our late brother Christian, tukakuwa ni katu tunaishi tu pamoja. Especially Lovi na Christian tukakuwa tunaishi in the same household. Same hood. Same, not hood. In the same house. Like in the same house. Yani tunaamka asubuhi pamoja, tunalala pamoja tukiwa toi. Yeah, paka class 3. So tulikuwa tunaishi hapo na Talia alikuwa ni best friend na sister yangu. So we grew up kwa industry. So by the time nafika class 3, class 4. By the time nafika class 3, class 4, huyu jamaa mbona anaongea wewe? Bro. Mbona unaongea kwa interview yangu jamaa? Hii ni base commander. Tatwangwa makofi hapa sasa hivi. Asicheze na base. Ni base yangu. Who is that guy, man? No story. Who is that guy talking between our interview? That guy is not a serious guy. Sasa nakwambia Clemo, mimi nikaenda pale nikafika class 2, 3. Mzee akapanda tena cheo kidogo. Tukama South C. Sasa South C by the time by the Nairobi West nikafika paka class 6. So tukama South C. By that time baba kina Lovi, kina Christian alikuwa amefariki. So by the time wanafika class 4 wakaenda kuishi Kibira kule na tukachana na kina Talia. Talia walikuwa wametoa ile wimbo yao sema ndio, sema yes kwa watoto nini mambo mengi tu. Tukatoka si tukaingia South C. Sasa kuingia South C niko pale ni class 6. Kwa nini unajua Talia yote alikuwa anaimba pia? Talia alikuwa anaimba, alikuwa mdeadly. But they were the first young couple right before I came in. Unajua walikuwa ni wale walikuwa watoto tulikuwa Talia ndio walituele sema ndio. Kama kulikuwa wimbo ulikuwa inaitwa sema ndio kwa watoto, say yes for the children. But they were in class kama class 6 hapo. So the sound walikuwa kwanza before ni come. So tukatoka hapo tukahama South C. Kwa South C sasa pale nilikuwa nacheza ball. Nilikuwa napiga unajua South C. Mimi unajua ni mtoto wa 254 Kanairo City. Kwa nishapiga dai pale ya green nini. Alikuwa class 6. Class 6. Class 6 yapiga dai wangu. Story dai shuleni. Sasa hiyo time nilikuwa na nini ulikuwa natembea naitwa Kolo. Klepto. Mtukutu kweli. Kolo alikuwa anatujanisha mtaa. Kolo Dasha alikuwa lakini pole. Lakini Kolo ndo alikuwa anatuchanua. Kolo alikuwa anatupeleka mabase. Yani ring leader pale mtaani. Twende hivi tukacheze pool anatuonesha. Tuko wadogo. Yeye pia shatoboa masikio. Lakini alikuwa class 8. Kwa ndo anakuja Kolo. Sasa nilikuwa niko mtaani hivi na doze kidogo. Nikatoka hivi nikaenda nikacheza ball, cheza ball. Lakini sikuwa mdeli kucheza ball. Unaona? Nilikuja kucheza ball kimadha shule. Yote time sikuwa kucheza ball. Sasa nimekaa mtaani hivi tunacheza ball ikapiga ball. Piga ball ikapiga manzi fulani. Manzi akakuja nayo ball pole. Akaniangalia akaniambia wewe vile umepiga hii dai. Wewe sioni kama ni mswa ball. Kama yenyewe mimi pia sioni kama ni mswa ball. Akaniambia kuja nikuoneshe mali wewe unafaa kuwa. Huyo manzi anaitwa Choku. Ule alikuwa anabana msanii Choku. Choku unamjua sio? Wewe umepiga sana hii mambo. Sasa Choku ndo alinipeleka kwa Match Black. Unasema umepiga ball. Manzi akashika ball. Manzi akashika ball akakuja hapo nikamwambia yo man unajua sana pale South C. Niko na swaga. Aleta kwa noma. Choku akakuja. Choku. Yote mnajua Choku ama uko hujui kama Choku? Hata kwa bado amekuwa Choku. Hakuwa bado amekuwa Choku star. So alikuwa tu kama fan wala amekuja kwa Choku. Ndiye mtu wa mtaani but she's older than us. So akakam. Tukanipeleka studio. Kunipeleka kwa studio hivi nikapatana na Match Black. Match Black and the Herbalist. Match Black unicheki hivi akanambia you know what? I'm going to create the first teen superstar. Kanamba unaweza rap, nikamwambia nimekuwa nafikiria naweza, unajua tu ile utoi. Sasa nikamwimbia ngoma yangu check them check ule dem anavyo wazanga na wewe jamaa wewe. Hiyo akaniingiza kwa studio. Sasa niko class 7. Clemo class 7. Kuniingiza kwa studio hivi nikapiga hiyo muziki. Kina Kerap akakam nikaanza kujua Kerap. Kerap akakam unajua Kerap alikuwa ni mwanama kwa Davida. Akuja akaniuliza kaniojoja akasikia mimi nimtaita. Akabambika akaniambia manze it feels good kuona mwanako. Fuma Davida. Fuma mziji. Okweji sawa. So kitu ika happen that within the 3 months kukakuwa na star search
ilikuwa inaitwa Inside Star Search. Umesha record lakini. Sha record. Check them. Sha record mazee, tulikuwa sisi, unajua wase mimi naangalia wase wana record. Sisi tulikuwa na record hiyo time kwa unacheki comp. Zile comp za kitambo zile za mgongo. The backbone, computer with the backbone. Sasa tulikuwa tunawekewa zile inaitwaje? Ile mic, so ile mic ile chako. Kwa tuna record kama pilot. Boy anakuambia shout. Hakuna kuimba, ni shout. Check it out. Kwambia sauti epic bro. Sauti epic. Copy mecha, yani mambo hakuna kitu mzuri, digital haiko bado. Nikachapa ngoma mazee, nikapata Inside Star Search. Wametoa challenge. Tukatoka pale mtu wangu hizo siku bado naenda shule lakini. Naenda shule bado. Shule kitabu iko inapanda kweli. Kitabu kidogo si unajua inapanda lakini chini ya maji. Baadaye mimi sikuwa serious sana na maana. Sasa kama inapanda inapanda chini ya maji mimi sikuwa serious na kitabu sana hivyo. Sawa? Lakini sikuwa fala. Lakini sikuwa serious na kitabu sana. Yaani okay, tutafika hapo. Lakini sawa. So nikaenda chuo primary, niko pale mazee kidogo since Star Search iko holiday inside wamepanga nini. Sasa hiyo time tulikuwa tunavaa Colombo, unajua wase siku hizi kwa tunavaa jinika hapa hivi, alafu kidogo tight hapa, alafu na lebo hivi. Sasa si ni wanati warasta. Nikatoka na rende yangu tukaenda ku audition pale mademo akafurahia. So jambo langu ni check them. Mademo akafurahia, nikapatana na DJ Hassan. DJ Hassan, DJ Adrian, the great. Alafu hiyo time sasa master Werende alikuwa kidogo unajua washatoka Danson. Were alikuwa judge pale na kina Dubis na Bass. Dubis na Bass walikuwa pale. Kwanza nakumbuka nilikuwa nikienda ile vile nilipiga kwanza nika qualify. Naona? Sasa nika qualify nikafika like semis. Sasa kurudi pale semis nikapata na kina Dubis. Sasa sasa nilikuwa naenda nachukua nini ya mzae. Yaani toja. Nafika huku mzee. Uliza Dubis na basi tuchukua na nani? Nikuulize, wazazi wako na support historia ya usanii? Sasa unajua by the time tulifika hapo tuko South Sea, mzae job yake ileta shida yote mia moja. So mzae alikuwa tunakaa South Sea lakini hayuko na balance vile. So vile pia aliona yenyewe nimeanza kaona hii bado inazoko. Inaweza to block. Lakini kile alikuwa anasema nisivute bangi. Alikuwa anambia kina maitu jamaa asivute fegi, asivute bangi, wacha tuwe tu muziki zake. Sasa mzee alikuwa anaona pia inaweza kuwa form. So unakuja umevaa toja mzee. Sasa alikuwa anavaa toja mzee, naingia show nayo mbaya sana. Sasa bwana mzee, kwa mbona unavaa yako? Sasa si unajua ukivaa short yake inafika hapa. Unajua style ndio ilikuwa hizo siku hizo. Yaani trouser unavaa bag alafu inafika paka hapa. Alafu unavaa na viatu kubwa. So uko unavaa short ya mzae. So unavaa unaipiga kamba vizuri alafu unaingia alafu. Sasa nani Dubis na Babu lazima alikuwa ananiita ananiambia leo umevaa babako leo. Nani Babu alikuwa ananionea sana na Dubis. Walisimamisha hapo angalia leo umevaa trouser babako mtu wangu. Trouser inafika hapa. Kwa fiti tu tatoboa. Manzo sitake jua hiyo wimbo ikashika. Nikashinda. Shika dem. Check them. Check them. Kila siku mtaa lakini siku hizi nimeokoka. Yote wazo kuvuka. Anyway, so tukapiga check them hapo ikashika. Kushika nikashinda 100k. 100k. Kushinda 100k na trip ya kwenda South Africa. Nice. Hiyo nilikuwa napatiwa na Insider na Fanta. Sasa unajua of course hizo siku mambo ilikuwa hivyo. So 100k of course unajua ilikuwa historia jaba. Kupata hiyo 100k. Hiyo nikatokwa. Lakini sikuwa hata najali sana kwa sababu mimi nilikuwa it was all about the fame. You know, mtani yote mtani unashika kweli? Wewe buda. Mimi nilikuwa nashika mtu wangu. Sasa sasa bado hajakuja. South Sea ni kusema. Hii sasa hiyo hata kuanza kushinda hiyo award by the way. Hiyo time nilimit K-Rap ndo nikamit Issa. So Issa alikuwa ananichukua kama brother yake mdogo mtaani South Sea. Because Issa alikuwa ana face a lot of challenges in terms of wasee walikuwa na hate, so many haters. Mbona? Si vile alikuwa anapiga look.
Isa alikuwa anapiga luku mtu wangu. Alikuwa kutoka hivi mtaani akitokea pale. Alikuwa mtoto wa Kibombay. Isa alikuwa star, hata akivaa slippers. Anakanikaa amevaa timba kama. Isa alikuwa star, na nakumbuka kwanza kuna siku moja alininyang'anya manzi. Nikiwa mdogo. But then hiyo time kabla dedi ndo nimejuana na Isa. Isa amenipatia Kiraptor, ameniintroduce kwa Isa. Tulimit na Isa first of all nikienda final ya hiyo award. Producer wangu sijui one thing waoni kama kuna kitu kita happen. So wameenda Mombasa, wameachana hata na hiyo muziki. Na mimi naenda show kesho unaona. Nikaenda kwa Kiraptor nikamwambia Kiraptor bro, amnafa kwenda. Kiraptor najua hizi kitu na perform. Kiraptor kananiambia sina instrumental. Kiraptor kananiambia niko na instrumental lakini ngoma yangu na Isa na kina Big Pin. So maybe tuende kwa kina Isa, tuone kama atakubali. Tukatoka mimi na Kiraptor tukaenda mguu. Tulikuwa naishi Nairobi West. Tukatoka South Sea huku ya juu. Tukatembea paka kwa kina Isa tukapata Isa mtaani. Isa sasa anaitwa nani? Huyu ndo anaitwa Tezu. Huyu jamani mdogo fulani hapa mtaani nini. Kwa mimi na Isa ndo Kiraptor Isa kanipatia beat yake. So hiyo beat yake na Kiraptor ndo nika perform nayo. Hiyo siku ya hiyo show. Sasa kushinda hapo Isa akakuwa ni comrade. Comrade alikuwa na tunatoka hapo. Tulikuwa tunaenda kupiga show Nation Center. Mizizi hiyo time. Hai siji kwa kitambo. So ulikuja kumaliza shule? Unamaliza? Bado. Sasa nimeingia sasa nani form 1. Na tesa mtu wangu. Kwenye mafankini mimi. Form 1 mimi nimeenda day school ama? Nilikuwa day school. Hai. Hapa tu Bellevue. Highway pale Bellevue. So Isa kapale akanipatia biti tukashinda ile kitu. Ikakuwa sasa tunaenda show. Sasa kwenda show nilikuwa ganaenda hivi man. Unaona pale tulikuwa tunaenda pale Nation Center. Wasanii wote tunakutana pale. So ilikuwa ni Nyash na Kolo na Roba wakaya hapo. Sasa walikuwa wametoa freaky no my sister freaky. Nyash ananiambia man wewe uko na kismat mtu wangu. Hiyo ngoma yako inapendwa jo. Nyash bro mimi naambia wewe tulie mimi ndo namaliza show. Mimi ndo kufinish show stop. Mimi ndo afu Isa kwanza kuna ngoma moja akona jo na haijashika Isa kona jo yule mwaka ni jo sasa hiyo nani kama una katendaize hao ni makatendaiza jua kali hajatoa hata ngoma akona ile jua kali ile kitambo Nonini ndo kona dunia nzima kuna mazika wa Nairobi. Sasa mimi na Nonini ndo tunatesa hata ukiingia hiyo time ilikuwa ni Capital FM, ilikuwa ni jioni watu wanapiga kura katikati ya LTV check dem na manzi wa Nairobi watu wa South Sea wanapiga simu Nonini na mobilize watu huko watu overcome. So tukapiga tuna Isa by the way tulikuwa tunapata effect noma sana juu tulikuwa tukiingia na Isa kwa stage. Isa lazima kama kae na mimi. Hiyo ni kitu naambia kwa lazima kae na mimi juu wase kama basi yote ni ma haters. Unaona? Juu sasa wasa wanasaka kwani msanii anakuja huku Isa amepiga look mtu wangu. Kwa hiyo alado anapiga look anakapoa bandana mtu wangu. Sijasikia utaja Nameless kwa history. Nameless alikuwa Nameless kuja baadaye. Nameless alikuwa hakuwa close sana na hiyo rende yetu. Yaani alikuwa Nameless unaongelea wale watu wa mtaa pale mlikuwa Nameless alikuwa tu ni fadhe. Nameless ni fadhe hata. Nameless ni kama kwagi yaani kali kwanza gatoa kiobzae. Hata siko napenda sana ndo lakini mimi sijui na kiobi yangu. Bana kwa vile forever yangu wewe ni deadly takwambia story zake kwa noma sana. So tulikuwa na Isa kwa napitia challenge sana juu akiingia kwa basi wasona mhate. So ilikuwa inabidi hang around na mimi alafu kuna ngoma moja alafu alikuwa anapata airplane moja lakini inachezwa alafu katikati hiyo moja bado kulikuwa na ile alikuwa ameimba na kina Habibu ndio ilikuwa ichezwe sana but ilikuwa kuna ngoma kwa ameimba na Habibu utaikumbuka tu. So tulikuwa tunakaa na yeye wasona tuingililia wase kwanza ma haters wa Dandora hiyo time sasa kina Dubi za kina nani hizo marende yani wao so kala machaka yani hizo ma time walikuwa wapendi waswa sauti sana wanaona sini mababi. So hii ilikuwa inabidi ana hang around na mimi tuna chill tunaingia hapo hivyo. Actually one of the last conversations tulikuwa na Isa ilikuwa the last one. Yesu nakumbuka sasa Yesu nakwambia alikuwa nimekaa na manzi yangu. Unajua mimi ni star.
Isa ndo anajaribu. Niko pale nimekaa na manzi yangu fulani alikuwa anaitwa Joy hivi, niko chuo bado lakini natekana vile vile. Isa akaniambia, "Oya, manzi yako ana jacket," akamvalisha jacket. Na hivyo ndo akachotoa dem. Sasa tukaendelea paswali the next time nakutana na Isa ametoka Madaraka amekaa sijui wamepigana kina Wodhes, clan Wodhes wamemletea issues nini why do look for a gun sijui nini alikuwa amejam. So tukaendelea tuendelea na life after kitu kama 3 months ndio sasa tumekutana na Isa sasa tena tumekutana, ilikuwa ni show sasa nimesha hit juu vile nilishinda ile award hii time yenye tulifanyia show na Isa nikapelekwa South Africa. Sasa hapo ndo nikafanya the first interview of a Kenyan artist in Channel O. Yes. After kina Gidigidi bado pia walikuwa wametoa Unbogable wanangoja kuenda. Kina Gidigidi wakanipata South Africa. Mimi nilikuwa the first artist kwa interviewed Channel O pale multi choice. Hizo time nikapiga jio Chekidem. Sasa kupiga hapo hivyo ndo kurudi nikapatana na Isa. Tena patana na kina Isa na kina Kirapu unless nimerudi mtaani. Niko sasa niko form 2 naendelea ngoma inashika napata mashow na hata time mnakumbuka Big Ten anajui mambo. Big Ten college. Big Ten anajui mambo. So hiyo time show mnalipo ngapi? Noma. Kinde saa ingine hata Bravo 3. Mimi shepiga show nikaeka kwa Billboard. Nikapatwa 3. Ila si tumekulia tumeona noma. Na niko kwa Billboard. Kwa Billboard. Nao katikati ya town. Hata Maina Kageni anajua hata Carole Mtoko. Walikuwa pale wanatangaza now the star is going to be the carnival. Yes, kulipigwa 3. Lakini no love, no sina chuki kwa sababu ulikuwa na management yote? Nilikuwa na management. Ama management alikuwa anakulia lakini. Unajua sasa kwa sababu utemaje kwa Billboard CBD na unapigwa 3,000. Sasa unajua ni mchezo wa town. Ni mchezo wa town. So unajua hii tao, utasikia hata Vigeta alisema. Ni unyoroshwe ukianza, ukishakuwa mkubwa kubali linyoroshwa. Sasa wewe ndio kama uta revenge kwa watu wengine ama but mchezo wa town unakubalika. Lazima uingizwe town kubalishwe. So mimi sikoga na issue. Nikakaka kidogo sasa ndo Isa kakam. Isa nilikamia by the way on. Hivi unataja sana. Isa alikuwa kwa sana kwenye sana alikuwa maisha yangu. Sana. Hata sasa ananijua. Sasa juu tulikuwa unajua tulikuwa na beef. So ilikuwa ni East versus wale. Na sasa mimi lazima wangenitag. Juu pia si kwa star. So nilikuwa kuna show za South lazima niende. So hiyo ndio time yenye hata kina Biba najua hata nishi hapo. So kina Isa akakamingi tulikuwa kwa concert. Leo ilikuwa the last conversation tulikuwa naye. Bro, it's been 1 year. Bado unaendelea tu na cheki dem. Mimi bado natesana ngoma. Hujatoa ngoma nyingine? Bado sijatoa ngoma nyingine. Bado niko uwanja na ile moja. So mimi nitakushona ngoma moja tu. Nilikuwa napiga tu. Nilikuwa gani tu hivi. Next on stage. Hata kabla sebe. What? Madini machali kila mtu yani tu ni mbwembwe. So unapiga ngoma yako moja unashuka. Napiga ngoma yangu moja nashuka vipindi kidogo na kapale chini. Nafanya tu vipindi narudi. Isa kanambia bado uko na ngoma yangu moja mchizi. Kamwambia si hata wewe bado uko na Joe. Si uko tu na Joe na kale sasa ni 2 muongezea. Kanambia chill up buda. Chill up boys. Aliingia ndo akapiga album yote. Hata nafikiria kutoka achuke stage alikuwa shakuwa star. Then tulibanja tena because after hapo tulipoteleana for like some time. So within that gap nikakuja sasa nikaanza kuishi na Swale Mdoe. Unamjua Swale Mdoe? Mwanahabari. Akianza mambo yake. Ukaanza kuishi naye. Tafakari wananifundisha yeye alikuwa anaishi hapa alafu yako kwa. So umehama sehemu pale maisha. Isa naye mbona mwanani ama alifika sama hali akawa. Sasa unajua sasa ametoa ile album yake. Joe ni ngoma 1 2 3 4 5 6 ana story na wewe. Si ana story but ako busy. Ako very busy. Ana promote album. Mase ngoma zake zinachezwa kuanzia number 1 mpaka 7. Ako tu mbigi. Alikuwa amekuwa tu mbigi. Alafu do you know one thing people never realize? Isa was not big for a very long time. Na akuwa mbigi for long. Alikuwa mbigi for a short time na kapasi. Wewe kwa ule muda ambao ulifanikiwa kukaa naye unaweza muongelea alikuwa mtu ana gani? Yaani sasa tukiachana usanii, ustar, alikuwa mtu gani? Isa alikuwa mcool, amechill, ana mambo mob.
alikuwa star. Yaani ana hiyo aura fulani. Alikuwa na clean heart, alikuwa na heart poa sana. Unasema hata kivaa slippers. Isa alikuwa anatoka mtaani South B mzee. Unaangalia hivi unasema ndio ile Isa anakam. So wase wengi walikuwa wanamchukia. By the way, meni ni vile tu yani wasemangi kweli. Lakini kuna wase wengi walikuwa na hata wasanii wa big bila makosa yote. Wanamchukia tu kwa sababu unajua mse alikam akastop industry. And which I believe it was one of the biggest mistakes even any artist should be making. Nilu come kwe too big. Because ukikuwa too big for the industry, because anything can happen to you. It's the industry. Not on some industry na beast. It is true. Anything can happen to you when you're too big. Imagine umekam ogopa DJs, kila msee amekuwa pending. Album zao zote zimekuwa pending. Kila msee analalamika manze ngoma zangu hazitolewi, ni zomse zinatolewa. So alikuwa na too much hate, too much energy against him. Watu wengi sana walikuwa wanasema sasa alikuwa na maneno, alikuwa fit. Do you know another thing ni alikuwa anyway hiyo takushow tu siku nyingine. Sasa na copyright. Hiyo paka weke mawe. Leo weka mawe. Yoke kama. Tupate za ndani bwana. Hata izipata kama watu kama nini. Sasa Isa kato hiyo album, tukacha kuonana. Within that time, vitu zangu pia zikaenda mbaya. Like some mzae sasa job ikaisha kabisa. Some mzae kakuwa ezi afford tunaishi South Sea lakini ana afford to rent. Sasa show kulipa ni noma. Alafu show wale mapromoter wangu, by the way, nyua sasa inafahamu nijenge jo. Sasa wale mapromoter wangu kwa na ile pesa pia wanakujenga, hawezi sustain your lifestyle, no. So nani hiyo time Jua Kali alikuwa ameka mingi kina nini. Kwanza Jua Kali alikuwa anashikia hivi kila saa kwa stage mazejo nitaifika nikuweka wewe buda. Utafika tu. So by the time nachapa nilikuwa na shati imebakia Califre nimejengwa. Sijui ilikuwa nini ama nani. So hiyo ndio nilikuwa napiga sana. So nikaanza kulose. Hiyo time budangu akaanza kulose job. All of a sudden nimekaa hivi siku moja napigiwa tenje. Kwanza nilikuwa wapi? Nilikuwa Swale Mdee mnishi naye wapi? Swale Mdee tulikuwa nishinda South Sea. Jirani yenu? Swale Mdee tumekaa naye sana. Hata kwanza nikishinda awards, yeye ndo alikuwa ananipatia. Pale anasema mchezo wangu jirani yangu. Play party yote kwa Swale Mdee ningependa niseme aliplay party yote lakini isipokuwa kunifundisha netwaje. Yeye ndo namkumbuka nao sana. Nilimuuliza French na Kiswahili. Akala sijili kwa netwaje sikumbuki Jokofu. Hiyo ndo nakumbuka sana. But ni best. Sio lazima kila msemo mwenye kwa life yako akuwe na hiyo nini. Sasa zingine hata kumuona tu pale na kumotivate ama inakufunza vitu. Sio kila msemo Clemo. Lazima kushike mkono in that way, akupatie do, akupeleke place. Na sio lazima hiyo time. Hata sasa bado yuko, anaweza kwa maybe ashaona ngoma yangu mahali akacheza. So we give thanks for everything. So tukatoka pale mtu wangu, sasa kikaniramba. Mzae mama ameweza kwenda. Sasa industry ya Kenya, not industry ya Kenya but all across the industry inataka do for finances kuishi. Kwanza kama unalipo dhao 3, dhao 2 mtu wangu, lazima uwe na do kuishi. So ile kukeep up na industry ikakuwa ni challenge. Alafu nimekaa hivi one day niko pale South Sea bado napigwa simu. Ni aje umecheki news nini? Bro kama dedi bana. Msemo dedi bro kama dedi. And Isa. Unaona? Sasa Isa ndio amededi nikaenda kwao tulirash. Hata chuo wetu by the way alinichukua chuo wetu. Tunaenda na students wote wa form 2 that time. Kuzika Isa. Isa amepass au ndo alikuwa anakuangalia kidogo nilikaa tu only 8 months. Kirapta amededi. Unaona? Na Kirapta ndo alikuwa anataka kufuatilia zile do zenye sikupatiwaga. Kirapta ndio pia amepassa away. So industry ikakuwa imekuwa tu ni jungle. You don't see anything. Hauna do, hauna ngoma zitoki. So that's how nilijipata nimekaa Mkitengela. So kukaa Mkitengela nikaanza hakuna life. So Mkitengela na nani? Nikaa Mkitengela na sister yangu. Muda alienda Ocha. So kukaa Mkitengela nikaanza Sister Mbigi. Sister Mbigi. Kapiga hiyo mwaka moja nikamada chuo. So kumada chuo siwezi keep up. Wase nilikuwa najua kama Shafi by the Shafi nimekuwa naye sana. From Shafi. Shafi kwanza alikuwa na Peugeot. Kitambo tukianza show. Alikuwa na Peugeot kati ya manzi yake anaitwa nani Debra ule wa kwanza. Kuna Meltezi ingia ndani Peugeot. 504.
Safi, big fan. Napenda sana kuona by the way. Juzi kutana Big Ten. Napenda sana because ni watu nimeona for so long. Nilikuwa nao pale. Kama Big Ten anaangalia hivyo na Big Ten anaelekea mdogo hivi mpaka niko budana shaka mzee. So, life imekuwa tricky. Nikakama hapa Kitengela, sina ndio umemaliza chuo nikaanza kucheza ball. Kucheza ball manze siko successful. So sitaka kaniambia manze probably you're not going to be successful in football. Unaona? So what do you do? Akaniambia fanya hivi msee, huwezi cheza ball na kamkejani unadishi chakula yote. Ingia mzee hii. Sasa nikaingia mzee hii. Akaanza kwa Kitengela. Hii Kitengela nakwambia nimeokota machuma. Wacha unaona hizi mabjengo huku. Ndio unaona Kitengela sisi. Mimi nikikuja Kitengela, ni nguvu ni sote juu ni ground yangu. Hii Kitengela. Hizi magorofa. Hapa ni kwanza mimi nikikam Kitengela nilikuwa nikisimama hapa. Yaani nikisimama hapa hivi unaona paka stage. Tuko watu kama hatuku wengi, kama watu 100 hivi. Watu kama 8 hivi. Yaani mnajuana tu. Unajua ule ni nani. So nikaanza kuokota machuma hapa. Kukijengwa na kuokota machuma nafanya mjengo ilikuwa iko mingi julo inaanza kuwa. So huwezi kosa mjei, pigwe 400 yako hapo hivyo, toke pale nikote machuma twende tuuze na best yangu anaitwa Wise, ambaye sasa ni Navy. So nikokota machuma hivi kidogo, nikasikia mzee kuna opening American Embassy. Mimi kusikia hivyo si kidogo nimejaza hapa tukite. Unajua watu wasuka mna madili. So kuna msali kama ina deal American Embassy nini. Kidogo msee nikasikia buda. Nasi umechukuliwa American Embassy. Nikachukuliwa American Embassy kwenda pale nikapiga month ya kwanza walichukulia casually. So umechukuliwa kama nani? Casually, mtu wa mkono. Mtu mkono. Lakini sio unajua American Embassy kuchukulia mtu wa mkono. Wewe ni CEO. Uko vizuri. Unasema ni CEO hapa nje. Huko ndo place ya kwanza nilienda hivi nilipiga kazi after it was 90 days. It was 30 days. It was 90 days. Nilipatiwa 3 months. No, it was not 90. It was 1 month, 30 days. 30 days. Yeah, it was 1 month. Nilifanya 30 days. Kwanza kufika hivi half 15 days. Na nimetoka mtaani kuokota machuma. Nilipigwanga 45,000 cash after 2 weeks. You apply tu. Nikauliza hii ni pesa ya kila mtu ama ni yangu? Ndio upate, apply tu ile. Msali kamkani akasema ni aje vijana kuna kazi ya mkono pale. Sasa kidogo kajaza. Kajipa. Nikaingia pale msee after 2 weeks nikapigwa 45k. Niko Mbwandai mtu wangu. Niko Mbwandai. Inaronga ishere. Friday, Saturday, Sunday. Sina kitu, 45 imeisha. 45k yote imeisha yani. Yote bado unaishi kwa sister? Sasa bado naishi kwa sister. Naishi kwa sister pale. Hata sidhani nimjenga. Nilitoka hizo dozo. Unajua nilipatiwa Friday saa 6. Yaani mnalipo saa 6 cash. Unasikia ngojeni gari nakuja ngojeni gari kakuja. Kupatiwa sijai 45k mtu wangu kutoka kuokota machuma. Nilishika tu hivi nikaangalia coworker pale kwa sasa wewe sasa kadi yao hajalipo bado wako permanent. Sasa wewe gari yako tuende tu Rongai. Tukatoka tukaenda tu Rongai keka mafuta. Friday, Saturday, Sunday. Baadaye niko pale nauza kama naweza kopa. Na kopa lunch sina do. So nikapiga hiyo deal. Hiyo deal ikaendelea kunisustain. So walikuwa wananiita 1 month, wananilay off. 1 month, wananilay off. 1 month, wananilay off. So usanii sasa imekuja imetulia. Usanii sasa saina haingii, muziki haiendi. Watu wote ambao kuna pia wapo. Wako alafu but I still used to record. But una record ngoma kwa studio hapa kule. Haiendi. Sasa uko mtaani. Nikachapa hiyo job nikachapa for like that 1 year. Nikakutana na manzi fulani. Manzi tukapendana. Manzi kidogo si mimi nikakuja nikambaia tenje. Hata siku nilimbaia tenje. Alitumanga best yake fulani and amshikie tenje. So mimi nikakuwa like nimemwa company. So nikamwa company kwenda kubai hiyo tenje best yake. So after kumwa company akakaa na hiyo simu. Ilikuwa sijini ya Ericsson. I don't even remember it. Ilikuwa sijini ya Ericsson. Ikakaa manze tukakaa pale hivyo nikaendelea majob. Manzi yako sasa. Mnaishi pamoja? Manzi yangu tu on and off. Not even on and off. Tuko na mzee. Lakini mwisho sana mnaishi pamoja. Tuishi pamoja. So huyo manzi akakaa tukaendelea American Embassy. Ule mdosi alikuwa na retire. I remember nimeambiwa James akaulizwa mzee umefika retirement kutakuaje? Akasema mimi kama na retire nataka ule mtu mwenye najua hii job itamsaidia. Aache kwenda sherehe na aache kutuoni kwa nakata maji. Aache kukata maji kuzana akisema mimi nataka the only thing you can give me for retirement ni muandikie jamaa permanent. Mzee
kaandikwa, kapatiwa barua pale, kile kapima kifua kila kitu. Niko sawa kabisa, sasa naingia job. Sasa mchana sasa ni 1-1. Mzee wako amekulike tu. Mind tu yani. Unakuwa unapiga kazi poa. Lakini sherehe nako unapiga pia. Sherehe nilikuwa napiga, nikipata doo hivi kidogo siku 3-4. Unaweza potea. Napotea. Hata kazini. Hata kazini. Sasa lakini alikuwa anaona ni ujana. Unajua. So akasema huyu jamaa nikimpatie permanent job niweza nimsaidie. Akanisaidia, nikakaa serious. But mzee nilikuwa naenda kureport job, maza kila kitu nilikuwa naenda kureport job around like about 2 weeks kureport permanent job yangu. Ule manzi akanipigia. Ule manzi sasa. Manzi yako. Akanipigia kaniambia, "Babe, nimekumiss." Hiyo time sasa unajua nimeshakuwa mjanja, nimetoka Paipu sasa naishi Mkuru hapo kwa Ruben. Sasa unajua, acha nikwambie Clemo, nilikuwa nikifanya job ya embassy napata domob. So nikipata naenda kuishi mahali pengine karibu na job. So nilikuwa naishi nanunua vitu, ndio inaisha narudi kwa sisi. Yaani kwa dofala tu. Sasa nilijipata siku moja, nimepata mshahara, nimedishi mshahara yote na sina place ya kuenda. Sasa nikabaki na dhao 5. Sasa nikapigia mabeste zangu, akaniambia fanyaje? Kuja hapa kuna nyumba za mabati huko Ruben, kwa Ruben. Sasa nikaenda leo dhao 5 yangu hapo hivyo. Tukakata maji kama dhao 3, kalipa nyumba yangu ya mabati, nikachukua matesi yangu kadogo hapo kana kupi hapo. Sasa nikishia hapo kwa nyumba ya mabati, ndio mwanzo ananipigia. Ananiambia, "Sasa imagine hapo kwa mabati ndio form imeji. Sasa naenda sasa embassy original permanent. Mshahara sasa mshahara nishaandikiwa, kila kitu nishapatiwa, kuna zile barua. Nishaenda paka na best yangu anaitwa Ben tukatafuta Keja Doni. Kaambia, "My mans, I'm getting out of the ghetto." Kumbuka ukiwa kibarua after 2 weeks unakuwa 45. Lakini sasa hapa permanent. Sasa ni permanent. Mambo ni mbele sana. Mambo ni mayolo. Sina kwamba tulienda Doni tukatafuta Keja. Na best yangu anaitwa Ben, tukajua sasa hapa. Na remember day tumekaa hivi tumwambia Ben, "Can you imagine? After 2 months from now tutakuwa tunaishi kwa nyumba. 3 bedroom." Yaani ndio kabisa ni consider, ndio best zangu atakaa tunaishi. Ben ambaye yenyewe tumepitia changamoto. Hapa itakuwa mwana mbili tutakuwa room yako. Noma. Man, ule madhali alinipigia tenje. Clemo. Ule madhali alinipigia tenje akanambia, "Babe, come tupatane." Kwenda kupatana na yeye hivi. Nilipata nimezingirwa na CID wa 9. CID wa 9. Wakaninulia hivi nini shati. Wakanionyesha risasi. Gani? Kaniambia fanya aje wewe tuende. Sasa tukienda na risasi, juu unajua nani? Unamwambia yeye huyu ni kazi yangu. Unajua Ben? Huyu ni kazi yangu. Mwingine alipasa. Unajua kwenda hivi mazesi nikajipata Langata police station. Kufika pale Langata police station, mimi bado naona tu vitu ziko hivi lightly. Tumekaa hivi kidogo, nasikia jioni nimekuja nimepigwa picha. Nimekuwa kidole. Sasa mimi nauliza ni nini? Kina Zizo ananiambia tunaongea sijui nini. Nimekaa sitoki mzee. Sato sitoki, Sunday sitoki. Kumbuka barua iko ya job. Hiyo time yote hujui shida ni gani? Mimi sijui issue ni gani. Issue ile kitu nilikuwa najua, walikuwa wanasema tu Ben sijui nini. Sijui nini. Nakumbuka aliniambia hiyo phone sasa. So fuata Friday usiku nilikuwa sijui kina Sizo kwa naango. Sasa tu asubuhi ndo alikam. Na ule mwako kwa. Dem pia ameshikwa. Hapo pale ndani amekaa kwa sele hapo tu Langata. Tuko na yeye tu hapo hivyo. Ndo akakam. Asubuhi saa 5 naambiwa na DCI, hii phone ilisanywa sijui kwa nani, sijui nini. So wewe ndio umepatikana hiyo phone. Sasa mimi nashangaa hii phone mimi nilipeleka huyu madam kwa, unajua nilipeleka hivyo, yani I don't know anything about this phone. So ikaenda hivyo manzewe, madam Monday kafika, kapelekwa kwa koti. Hiyo Monday alikuwa anafaa kuripoti kazini. So no, nilikuwa na report kazini like 2 weeks after that. So Monday ilikuwa tu ni haso ya kawaida. Nikapelekwa kotini mzee. Pelekwa kotini, nimekaa hivi nakumbuka mzee. Nasikia these 3 people are being accused of murder. Sijui nini. Man, ana nilikuwa gazeti ya Nation. Nilikuwa gazeti ya Nation. Hivyo nilipata niliingia industrial area prison. Remand. Kama criminal wa hali ya juu. Na hata sijui form ni gani. Criminal wa hali ya, yani nakwambia hata yani nyinyi mko kwa chains. Inaitwa capital offense. Mad, yani wewe ni mwizi gwiji. Wewe hata ufeka. Hata ufeka kukana watu. Nikaenda pale nikakaba very fast, tukaambwa tukavalishwa nguo. Unajua? Tukawekwa chain,
Kapelekwa block K. Hivi vitu vinafanyika very fast. Very fast mzee. Nikapelekwa block K. Kupelekwa block K pale nikaenda. Kufika tu hivi block K. Sasa unajua sana kuonanga tu. Nika through, nika push on through for 4 months. Sitaki kuambia sana hiyo story ya huko. But ilikuwa tu unajua tu hizo stories jela tu nikangori tu. Hizo za jela sio ambapo uchukue sabuni nini? Hiyo hapana. Mimi sikuwa nafanya mambo. Mimi nilikuwa mjanja, mtu wangu Mungu alinipa. Unajua nilifanyika Kilemo. Mimi nakwambia kaa town unajua mengi. Mimi vile niliingia tu hivi jela. Nilijua kitu ya kwanza kufanya ni kutafuta kanisa na kuokoka. Nikaingia na nikaokoka. Sasa mimi niko tu sawa. Wale nilikuwa tu pale. Kuna wale mingi. Niliingia tu church. So sikuwa naona hizo vitu mingi. Ile kitu nilikuwa naona ni the watu matire. Nilikuwa nafanya kazi. Vile tu niliokoka hivi, nikachukuliwa kazi hapo kwa jela nilikuwa nafanya kwa nini? So kwa ufupi, yote mko rumande. Mashambani haujahukumiwa. Sijahukumiwa. Sasa nilikuwa nimestakiwa na capital offense, murder, robbery with violence na handling of stolen items. Hizo nilikuwa nimeshtakiwa nazo. So nikaingia pale, nikaishi the second third day, nikapatiwa job hapo. Kuna job pale ndani kwa rumande, zile kwa sales kuna wase wenye wako na mashop hapo bado. Wanauza yani hapo na yani ni nini? Wanauza nini? Si mamkate, matire, kila kitu, hata jaba. Na rege tunasikia. Yani kuna maguni. Si hatuuzi nje ya sell. Unasema hao ambao wenye hizo biashara nafungwa hapo. Hatuuzi nje, tunauza kwa sell yetu. Lakini sasa ni sell yetu, hiyo ni ya gwiji. So mimi nikaandikwa hapo job, nikakuwa namfanyia hapo job. Nauza na shuffle. So sikuwa na hard time sana. Niko at least nakunywa kani supu na kunywa supu na kula, si niko kazi. Na pale kuna komanda pale. So kina Shafi wakajaribu kunichangia hapa kule. Nikakuja nika appeal bond. Mzee Mungu akanisaidia. Kibaki akasema watu wako na capital offense pia wanaweza patiwa bond. Sasa ndio nika apply bond. Nikapatiwa bond ya 150k. Kuna jamaa hapa anakuanga ni Tole Teams. Akamobilize wasa Kitengela. Wasanii walikuwa wamenitoka hiyo time. Wanajua. Tole Teams akakuja akamobilize wasa Kitengela, wakakuja wakanitoa. So nikatoka pale Rumande, kazi ya embassy tena imetapa. Sasa vile nilitoka hivi, si unajua nimetoka nikisema nilika 4 months huko ndani. Nika 4 months huko block K, Industrial Area Prison. Toka hivi si nimetoka nikijua man, life yangu sasa iko poa, tu naenda kazi, unajua sijaambiwa. Sasa kufikia hivyo mnaomba buda kazi hata iliisha, watu walisha move on. Hujaonekana huko sijui nini, hiyo story ilishianga hapo. Nikachanganikiwa na life. Sasa nikichanganikiwa na life, kuna umse anaitwa nani? Mdosi wangu American Embassy alikuwa gani anaishi Kayole. So nika take time nikaenda huko Kayole. Yule ambaye retire. Yule ambaye alisema lazima upate nafasi. Wacha huyo sasa kuna ule supervisor alikuwa na Kayole. So nikaenda Kayole. Kwenda Kayole nikarudi Doni kwa best yangu fulani. Kulala hapo Doni best yangu. Tumelala sisi nimeamka asubuhi. Kuangalia hivi ukuta. Sinaona huyo msako kwa picha ule supervisor wangu. Sasa huyo best yangu ni nani? Kabi wa Jesus. Unajua Kabi wa Jesus? Kabi kauza Kabi. Kabi moja? Kabi wa Jesus. Umoja? Kauza Kabi na huyu ni nani? Kabi akaniambia ni mbuyu wangu. Tutoke. Tukatoka tukaenda mbio mpaka Kayole. Mbuyu yake anashangaa upatanaje tezi. Sasa tukakuwa sasa Kabi alikuwa best yangu for some time. Tukaanza tuko naye pia alikuwa hooligan. Alikuwa hooligan hiyo time Kayole. Kabi akaniambia ni aje tukaanza tukapoa na Kabi. Ndio sasa tulika kama one month tunapatana. Ndio nikakaa nikamwambia Kabi mimi vile naona hii mambo inaendea poa. Embassy imeisha, sina form. Akaniambia tufanye hivi, twende tushina. Sasa tulikuwa tunaishi mimi Kabi na Mili na Urichi Mdosi. Sasa akakomboa nyumba moja. Mili mke wake huyu sasa. Kabla wale. Ila Jesus. Yote masamo kwa ni tulikuwa tunaishi sisi. Yote mko na date tu. Wako na date. So tulikuwa tunaishi Kabi na shoot ma video. Tulikuwa tu maasa na shoot ma video, anapiga mapicha, alafu sisi anatufundisha kuedit. Tulikuwa kama mwalimu wetu. Tuko pale na huyu Anthony Chimdosi. Tunakaa hapo. Alafu saka mtu edit ana spin. Tunapika dish. Tukatu survive na Kabi siku nyingi sana. Sasa ndo ikaka hivyo nikaona mazee pia hapa iendi. Nikaenda Ocha. Sasa kwenda Ocha huko nikaanza kusoma. Sasa nikaenda Taita. Sasa nikaenda Voi. Sasa kwenda Voi, nikaona sasa hapa Voi ni madhia ameniambia acha nikusaidie uingie kule. Madhia kanilipia 8k. Hapo ulele kule na kwa utajua vile utaishi.
Kulelewa wapi pale Voi? Pale CIT. Oh, CIT. Yeah. Alikuwa kuna kazi unaweza pata ya kuwa chief. Unajua mtaani kwa naongea sana. Kuna wewe unakauta kuwa chief. Sasa nikulipia 8K uanze kufanya community development. Nimefanya community development and social work. Nikaanza kusoma pale kazi yangu ya CIT. Kidogo nasoma hivi. Kidogo nikavuta role ya sokoni. Unajua watu wa Nairobi tu Nairobi. Nikajua kuna sokoni mtu wangu. Nikakutana jamaa anaitwa Jamal. Jamal akanionyesha hii sasa ni mtumba unauza hizi mbao. Sasa pale soko sasa mimi ndo Voi pale sokoni. Mimi nilikuwa mjango. Wananijua mpaka leo. Biete bibaraba wewe. Biete. Nimeuza mtumba. Nimeuza mtumba Voi mtu wangu. Nimeuza mtumba si mchezo. Ile Voi. Mpaka watu walikuwa wanaenda chuo. Wakitoka chuo, wakienda chuo mimi naenda nafungua hapo nje. Sasa imagine unaingia kule na watu wenye wako 18 years na maybe wako kama 27 years. Sasa unajua hata unashangaa sasa day flow. Alafu unajua watu wako 20 years na mimi niko 28 years nishajua. Unajua mtihani Kenya kwanza za college kupita ni rahisi sana. Mimi nilikuwa nishajua ukiingia kwa mtihani what you need to do. Mwalimu akikuuliza how do you get to the bus station of Kitengela? Usijibu eti unajibu karatasi yote. Anachoka kujibu, kusoma. Alikuwa jibu. Nilikuwa najaza paper. Lakini nilikuwa napita. Alikuwa na mwalimu anauliza sijui what health hizi paswali zetu za community development. Na jaza karatasi kama 2. Anasoma hivi kidogo amechoka. Pasi. So nilikuwa ngana kaidi. Unasema ujaja ni jaza karatasi. Jaza karatasi. Mwalimu alisoma yote. Kwanza tu ataona umsana ana point. So nikakaa hapo nikasoma CIT, nikafanya first year, nikafanya second year. Man, ilipofika third year hivi kulikuwa na siasa imeanza. Unaona hizi siasa? Sasa ilikuwa imeanza, nikaenda nikapigia Uhuru song, nikaingia kwa siasa za mtaani pale. Voi. Sasa za Samboja ule ulikuwa naye. Mshapa. Unajua sijui ni chachishe leo ama sichachishe ni best yako. Mwanangu biashara. Ni best yako lakini unaweza heshimu. Kaingia siasa kidogo za Voi. Samboja pale kwanza nilikuwa nimemwalikaga pale base pale Mbololo. Pale sisi tunakaa kwa highway pale Taita. Kaambia kama akakosa kukamu tukakatisiana, nikamwambia wewe kwanza wewe hata utaikuwa governor. Kanaambia unaniambia hivyo? Sijui tukakatisiana kidogo, si ndo ameingia amekuwa governor mtu wangu. Na kale jamaa sasa ni mapole nienda paka nikamtolea wimbo. Bana na Hustle. Voi paka nilikuwa producer. Tunaweza Samboja ngoma? Nimemtolea. Mimi Voi niliingia hivi Voi. Kwani mbaje hiyo Samboja? Siwezi kumbuka, ilikuwa kitambo lakini Voi niliingia. Voi niliingia kwanza nikaenda pale. Unajua mimi msanii nimefika nikapatiwa studio. Nikakuwa producer mtu wangu. Na hata sijui kujenga beat. Na sijui kujua FL. Haili kula za studio. Hata kuna wasanii mpaka leo wanasema ni wa producer ngoma. Tafeli. Sasa kuna mmoja pale aliloka. Yule bramba. Kwanza tulijana naye kimtolea masoksi. Sasa si unacheki sasa mimi niko poa. Nafanya mambo yangu nauza. By then niko focus. Mambo ameweza kujipa vizuri. Lakini unajua kazi ya mtumba na kazi ya soko pale ni tricky. Kwa sababu nauza napata dola nakata maji, navuta mandoo. Nauza ni jaba yani hiyo ndo sekoli yangu. Juu niko na mtumba nauza nikipata soya juu, jaba ni. Wale baada kutoka jela ukuje kacha wokovu. Niliacha wokovu. Imani so umetoka jela tena alafu tena ukuje huku tena kazi imeisha. Inabidi tu je wokovu kidogo ikae kando. Kwani kina kabajira zote makoya wako. Waliniombea, Kabia alikuja akaniombea ikashindikana. Ikashindikana. Wasema wokovu ilishindikana. Nikakataa nikarudi lakini alinifaa, Kabia alinifaa sana hizo siku. Nice. So hapo Voi sasa. Sasa Voi sasa si mimi mzee, mimi naendelea na kazi yangu. Naenda kuhitimu mtu wangu bado pepa ya QT. Which ilikuwa pepa bado ndo ilikuwa ngumu. Imebaki ni ya Friday. Man, nimekaa hivi nimetoka kuuza hivi Kejani. Juu zile siasa ikakuwa nachorewa juu. Kuna time nilipatia gamse kina Magato anajua portrait fulani ya mwanasiasa. Sitaki kumwingilia sana juu pia wasa wana try ku rise in life unajua. Wasa wana try ku make things work. So sitaki kumtaja sana. And life is all about kuachana na vitu zingine. So ikakuwa ni design. Nimechorewa mtu wangu. Niliingia hivi Kejani. Nilibumurushwa. Kwanza niliingia Kejani usiku nikadozi. Nikabishia mlango nikadozi. Nilikuwa nimeiva. Ndom. Choma mbaya sana.
Kwa mkevi asubuhi nilibumburushwa, nilivunjiwa mlango, nikasikia naitwa mwizi. Mwizi. Sasa mimi nikaanza kuuliza nao nimebeba nini? Unajua mpaka unashangaa. Mimi nauza mtumba zangu, niko na form zangu, kila mtu ananijua, mpaka mwenye mama wewe anasema, "Huyu jamaa tunamjua, mbona mnamwekelea?" Lakini wale watu wa mama wamekoma na mimi. Wamekoma na mimi. Aya, kuita mtoto wao mdogo anaulizwa, anasema, "Nani aliiba kwenye nyumba?" Ni huyu. Wewe. Mimi. Nimeiba, unaona? Sasa wanasema nilivunja mlango ya comrade, nikachukua projector hiyo siku. Nasema mimi nilikuwa nimetoka kuuza, nikaenda kole, nikarudi. Let me tell you Clemo, life can change like this. Ule boy nilikuwa naye usiku, the last person, kina selector Greg, nilitoka na kina Greg around 10 nikienda Kejani. Hiyo time unataka kuambia wasee hakuna msee anataka kusikia. Juu unajua sana cheki ukishaitwa mwizi, wana imagine sasa paka jirani paka nuza watu, si mliona nikiingiza vitu zangu nikienda home. Mimi nishaiba. Paka baba wao anaambia wao sasa, msee ataibaje na nuza tumba zake hapa na tunamuonaga. Like I was the most gentle soul huko mtaani. Mimi nikatete zangu niende chuo nisome nirudi. Niko na mambo tu zangu, unaona? Manze sasa wakatupa vitu zangu nje, wakaanza kuitana nichomwe. Kuitana nichomwe. Mungu tu ananipenda. Ndio napenda mjake. Msee mmoja akasema wewe mnyanibiwa. Alijua tu ni uongo. Akasema acha basi aende alete hizo vitu. Na mimi kuambia hivyo nikasema wacha niziende. Hivyo ndo nilitoka Voi. Sasa unacheka. Wasema uliambiwa kaleta hizo vitu. Hivyo ndo nilitoka Voi. So uliambia ni kaleta vitu. Unaleta kitu na umepigwa hapo, kila kitu nyumba yako imeanza kuchoma, bado tu uchoma. Sasa mimi nikatoka nikaenda, nikaingia kanisa hapo, kuomba. Huyo pastor ambaye anko wangu wa Bishop Mamburi akanika kwa lami, akaniambia anko, hawa jamaa ni watu tu kusonja tu mtaani Sofia. Wakakuchoma tu bure. Nikakam, hivyo ndo nikaenda na mabagi zangu. So kaenda wapi? Hivyo ndo nikaenda Mbololo Ocha. Kakaocha hapo, vitu zangu zote zibaki huko. Hivyo ndo pia certificate yangu sikumaliza chuo. Hiyo pepa ya mwisho ya kuwa chief, kuwa chief. Sasa nikakaa huko, nikakuwa sasa niko depressed. Sasa nakata maji, yani kukata maji Bangara, alafu niko na bado manguo zimebakia. Sasa ile bizi yangu ya nguo sasa iko pale Ocha. Sasa jioni nafunguanga, alafu si Bangara ni makali tu. Kata makali pale, napiga sherehe. Ndio kidogo nikaambia madhe, man nimeisha kukaa hapa. Hata nikatu 2 months nikarudi Nairobi. Kwa nani? Kwa sister yangu tena. Kurudi kwa sister yangu kidogo tena, wiki 2 tu nishakata maji, tabidi uinue man. Kile Kitengela pale chini. Sasa hapo Kitengela mtu wangu nilikuwa naishi nalala chini kwa carton. Carton hivi chini nalala chini kwa carton. Napiga sherehe, nilikodesha nyumba, sister yangu nikalala chini kwa carton. Sasa yote mwa kuna familia yake? Kuna familia yake anaishi. Sasa nikaona nikapata na msichana fulani, mwere akanionyesha hapa Kitesa hii lazima uko mjanja. So unakumbuka vile kwa nafanya kaniambia wewe MIT website nini shughuli zako huko poa marketing. Lakini kabla hiyo sasa utapataje do? Akaniambia nikamwambia kwani unafanya nini? Akaniambia unajua mimi ukiniona nakuja hapa kwako, kwangu na kwetu na kwanga nimesema niko kazi. Sasa wewe pia tafuta kwenye useme uko kazi. Sasa family kwa unasema umeandikwa kazi, utalipwa after 3 months. Sasa wewe unapigwa support. So nani ulimwambia kwa kazi? Mwambia sisi uko kazi. Baadaye. Sawa baadaye anakangana na chaba nilikosea. Nakutumia na kulipia rent. Uko tu hapa Jabalation. Kidogo kazi nafunguka. Ndo kuendelea hivyo mtu wangu hata ikukaa 1 year. Nilikujanga nikakata maji kama Friday. Nikakata maji Wednesday, Thursday, Friday. Ikafika Sunday asubuhi. Nilikuwa nikasema hii life mimi nimetaruka shati nilitoka tu hivyo. Shati imetaruka kitu nikaenda church. Nikaenda tu church. Sasa hiyo madhe alikuwa amefika mwisho, hata ni parent tena, hiyo ndio mwezi wa 3. Na sasa hata nyumba kwanza sasa nimechujwa. Nikaa nachujwa. Juu sasa nimefungiwa. Na sina hiyo tao mbili. Nikaokokea siku. Hiyo siku nakwambia mtu wangu Clemo, nilikuwa sijakula siku 3. Unakata maji tu back to back. Nini niko hivi. Niliingia church nikakaa hivi. Kaokoka. Nikapata life Christ life yangu. Pata life Christ yangu. Nilitoka tu hivi nje. Kwanza nilikuwa hata sitaki kutoka. Kutoka hivi nje kuna jamaa kwanza. Nikamwambia,
Boss, mimi hata nimekoka God mazee, mimi hata nimechakunywa tei. Oh jamani, niambia kitu ya kwanza. Ananiambia, "Buda hata nilikuwa nimepika kidheri na avocado home twende tukakule." Nakwambia. Leo la Yesu na macho yangu. Tulienda hivi tukakaa. Hiyo ndio siku ya kwanza niliona news. Hiyo ndio siku ya kwanza, let me tell you, niliangalia hivi kwa phone nikaona Kabiwa Jesus ni star. Sikuwa najua for over 7-8 years. Hiyo ndio siku ya kwanza niliona hivi naona kumbe kina Kabiwa Jesus walikuja wakakuwa ni Kabiwa Jesus na Miliwa Jesus wakakuwa ni master. Yaani wase wote walikuja wakaendelea. Like nilikuwa in such a darkness that sikuwa naona anything. Huwezi kana tenje. Tenje mimi nilikuwa gani kikana tenje nikigevi kwa Bayesa. Siwezi kuunywa, hatuwezi kaa mimi na phone. Na mimi na date hii aje. Niweka hapo mara hiyo. Niweka hapo kidogo napiga documentation, kesho nikipata sawa, ikilost pia ni sawa. So ile time ya kwanza niliditch nikaona vitu mob. The next day nikaamka nikaenda hiyo church bado. Kwa church pastor akanihubiria hata anakuwa unataka kuishia mtaani. Nikamwambia mimi maana nasikia tu kusikia. Akaniambia Buda wadu umesikia lakini sasa ni time ya kwenda mtaa. Nikaenda kwa best yangu tulikuwa tunakata maji na siku alikuwa anafanya stories za makombo. Nikamwambia nipatie karatasi moja ile tukanga tunauza nayo website. Unajua sina press ya kukaa sasa hiyo. Hiyo siku jioni ndo nafungiwa keja kila kitu. Sasa nikatembea hapa Balozi Road. By the way nilitoka kwa Kevo hivi nikapiga kona hivi kuangalia hivi naona jamaa anafotoka Yesu. Si mimi pia jamaa alikuwa anafuata kama Yesu. Yaani na rende. Pia mimi nikafuata hapo mbio nikajoin hiyo rende nikaanza kutembea na wao tu nyuma na wao. Nikienda hivi nikisikia story nasikia huyu jamaa amefungua kanisa kubwa. Huyu ni pastor nikajua basi. Huu ndio website. Kafuata nikakaa. Kaitana. Nitakwambia sasa jina zao tuendelea. Nikakaa nikaona ameingia place hivi kama hapa hivi anaangalia anasema pale tutajenga sijui nini hapa hivi mimi niko hapa kwa sababu kijana anataka nini mtu wangu sio nimechapa unajua nimeokoka ndio life imechange kila kitu but day moja tu nimeokoka jana ni kesho so nguo nimetarara so bado bado nimechapa so msi akaniambia akaniita kuniita akaniambia unatakaje nikamwambia mimi niko nataka kuongelesha kidogo niko na proposal hapa ya kazi pengine ukisikia naweza kufanya akaniambia huwezi kuja kesho nikamwambia siwezi kuja kesho mtu wangu niko njaa sijadishi sina form hata best yangu mwenye amenipatia karatasi nimwacha amebeleki ndio alikuwa wewe bado anaendelea na sherehe akaniambia basi fanya aje mtu wangu tulikaa tukapiga story nikamuonesha website nini inaweza nini akaniambia uko sure unaweza fanya kitu yote nikamwambia lakini kuna best yangu ni partner wangu akaniambia kuja naye ule best yangu na juku lalisha kuja amevaa suti akaingia hapo amevaa suti kwa mkutano kuendelea kubonga prophet sasa anaitwa Prophet David Losojo kaushaona anaenda gachacha hapo wakatokea Prophet Losojo akatokea na mwenye tulikuwa naye anaitwa Apostle Baxon Saningo sasa mtu wangu nilikuwa natembeaga na suti hata nikiwa hapo hivyo ni suti nimevaa shati ile imetaruka na official na open ama slippers niko nayo picha na kutumia weki kwa show watu waone nikaenda kukutana na wao nikaenda kuuza agenda na kwamba unaweza uza agenda na slippers na ivali nakwambia prophet alikuja alikaa kwa hiyo kiti alinisikia after 20 minutes ananiambia 40,000 utafanyia kazi 40,000 hiyo siku hiyo saa hiyo pigwa cash alitupiga cash nakwambia ndio unaona kongana na wapenda sana because wali save life yangu sasa Mario katoka pale na Kevo kanaambia kwanza unajua ufanya kazi kubwa sana shika kambao mimi hata ndajifinya tutakuloko mbele nikaenda nikalipa nini nikavaa nini nikalipa rent nikafanya shopping pale unajua sasa nimeokoka sasa njia zangu ziko poa sitaki tei mimi nimebuy shopping hapo nimeandaa nikatafuta Kevo akanipatia tu viatu nini niko poa nipiga shopping sasa unajua tata changia kwa form ndio sasa mimi sasa pale kidogo ndio nilikuwa napiga na masimu chachi kianza yani wakanishikilia mkono hivyo ndio madheni nikarise nikaanza kurise within 3 months God could delay ndio mambo yako si good waga delay within 3 months bila nikiokoka sojoni nilikoka kwa church ya Korea ndio nikaendelea church yao sasa nikakuwa naenda church yao singine napitia wa Korea nilikoka hapo wale wa Korea karudi Kenya mtu wangu wale wa Korea kurudi Kenya ndani ya church pale mshapata jamaa producer anaitwa Tony asharekodi ngoma zaidi ya 10 nikachukulia Mkorea nikampeleka studio Mkorea tukatembea naye Kitengela mzee tulifika pale China alipiga 150k
Unakafunga pole pole. Alipiga. Maisha yamebadilika. Maisha yamebadilika. Hivi nikuulize, yote mmokoka, of course muonekano labda hauta-change immediately. Lakini with time sasa unajua muonekano wa mwili bado sikuwa nimegain. Lakini picha watu walianza kuona niko na Wakorea kwa picha, unajua. Sasa kuna huyu ujamaa kimchezo anatutoka. Mama anasemaje hiyo time na Sizz? Of course ni watu ambao wamekuwa na wewe, wameona vile umepitia nini. Yote mama anafurahia, anaanza kuniambia mzee God anaonekana kwa life yako. She's excited, things are happening, anaona Facebook. Wasa wanaona change, unajua. Mimi pia nimesha change. Naomba mtu wangu nienda church, niko serious kwa injili. Nimeshikilia. Mama imekuwa poa. Sitakwambia sasa mtu wangu, tulia nikupe maneno. Hiyo mwaka imefika hivi. Sasa tumekaa imefika ni 2022. Bado zile mform 2017 kwa nimemba ngoma ya Uhuru, wamenienjoy nini. Sasa 2022 the same time nimekaa hivi, imefika mwisho wa hiyo time, nimengangana, imefika December, nimeenda studio, nimetoka hapa home, sina do, nimeomba mama tao. Sasa mpaka nishapata mama mtu wangu. Nishamari, yani mambo imeshatulia. Niko sasa kwa bed sitter, at least niko na kimati, hata nishabai paka bed. Ule mwendaga naye ndani hujaga kabaki. Huyu aliwa bakingi huko. Tulibaki na mtu wetu analea, nimsamea akanisamea. Tuka move on, tuko bado tunalea. So what happened? Alikuja katoka lakini. Alikuja, yeye alitoka immediately. So unajua alikuwa ameniseti. Alitoka immediately. So ikakuwa manzee, nimetoka hapa, nimeomba mama tao, nimeenda studio pale kwa Dr. Eddie. Kabla Dr. Eddie mzee, kuna ngoma Jomi nataka kutoa hapa ya Kenya. Nimeshinda nikiimba kwa audition za president. Nimeimba, nimemkampenia president 2017, president anisikii. Yaani seti anisikii hata kufikishi. Lakini nimeimba mpaka niko na megaphone. Machachari kule Voi nimefanya campaign. Lakini phone imetoka. Eddie akaniambia bro, sasa Tao ina recording ngoma kweli. Lakini ni best yangu. Eddie ni wale producer. Kuna wale producers wenye wanakuanga out of this world. Really Eddie is the producer out of this world. Nilimpiga Tao na kunipatia Dr. Eddie Tao. Eddie akanirekodia ngoma. Niko pale nimekaa hivi nje, Christian Romeo msanii fulani best yangu tu ameitit. Kwa ananiambia Tezi, huu mwaka manze mambo itakuwa mazuri. Naomba acha ufala. 10th of December. Sina ngoma nje. Unaambia mwaka itakuwa bigi kienda wapi? December kwa serious. Ananiambia hapana. You never know. Mimi nikatoka studio nikakam home nikatumia Human Reported Taveta. Anaitwa Joyce Lay. Nikamtumia Joyce Lay hiyo ngoma. Joyce Lay akasikia ile ngoma. Kanambia wow, this song is beautiful. Around 3 hours later akanitumia message, kanambia do you see this message? Nikamwambia nini? Kanambia look at it carefully. Kwa gani imeandikwa Uhuru Kenyatta. Jina yangu, namba yangu, kila kitu. Afamwambia this song is beautiful, your excellency, kindly have a listen. Mtu wangu, mimi nikadozi. Kumbe Uhuru alifungwanga hiyo ngoma. Kumbe Uhuru alifinya play katika jina la Yesu. Yaani Uhuru alifinya tu play. Uhuru kusikia hiyo ngoma hivi. Weka system status. Kwenye kafredi. Sasa mimi nimeamka asubuhi, niko shughuli zangu, nimechukua kideri, hata story nishasahau. Nimechukua kideri yangu ya 30 bob. Nimekuja nimekelea hapa hivi. Simu yangu ile kuzima kwaka. Naona Dr. Eddie imezima. Kwaka tena naona namba zingine inazima. Kidogo nikamanage ku-stabilize. Nikashika idea, naambia Eltezi, wewe katikati ya shilingi ya Kenya, katikati ya mali ya Kenya, na wewe nani anatafuta sana? Nikamwambia watu ujinga. Kanambia yaani unatafuta paka na wakubwa wote wa serikali. Nikamwambia watu ujinga. Naambia kwa nini wacha nikate simu? Naambia Eddie wacha kwanza ile chana mimi unajua vile nimesota na nisumbua na unajua sina do. Kukata hivi simu sasa si ndo napiga kushika hivi, kwanza mtu wa kwanza ni Big Ted. Ule Big Ted connect hapo. Kanambia Eltezi, yani wewe hivyo unaonekana kupiga Big Ted. Anajua labda hivyo ndo msopitoga na blessings za God. Unazima phone Tezi. Eltezi, I don't think even in his entire life angeulizwa Big Ted angesema taiwa hii niongelesha. I was the last person he could ever think anaweza ongelesha after tukua watoi. Aliambia tu Eltezi, yani ngoma ni yako. Kwa mimi yangu. Hii ngoma mzee ameipenda crazy. Uko wapi? Akanambia fanya hivi, unatajika State House. Kidogo ifore, kidogo nani, kidogo si ndo fomi kajipa. Kidogo maziwa, kidogo Uhuru, ndo kidogo sasa wimbo yangu nakwambia haijaipigwa tena Kenya. Ni vile tu wa Kenya wataki kunibaya flowers, lakini niko na pesa kuna flowers. Big shout out bro.
Hii maisha kama mshaja kupatia flowers unajibaia. Kama ni Valentine unajibaia flowers unajibaia. Sasa kutoka hapo hivyo nimeenda Uhuru amenifanya video inaitwa Kenya Songa Mbele. PPMC wamenisupport. Upigwa ngapi? Upigwa ngapi na? Nilipigwa tu dopoa. Sasa sema alinikausha nilipiga tu dopoa. Nilitoka hapo nilitoka pale nikapoa. Nikapoa. Mambo yakakuwa poa mtaa. Mambo yalikuwa poa mtaa. Kidogo sasa ndo nikakuja nikaingia nikajipata nikakuja Kitee tena. Nilikuwa Kitee. So it's like ni 2022 sasa tunamaza tele tunaingia kwa kura. Sasa hivyo ndo nikajipata Kitee niko pale, nimerelax na phone yangu. Mimi napenda Raila, napenda ODM, nimesema Raila bebe. Sasa Raila amekuja. Kwa mkasubishi ndo ngoma ina hiyo Raila. Iko kila group. Imeenda tena. Sasa ndo nimeingia sasa kampeni ya Raila. Hivyo sasa ndo nikaingia Raila nikamfanyia campaign. Hapo pale ukota pia hapo. Nilifanyia Raila, nilifanya sana. Nilikuwa mimi ni ODM man. Paka sasa hii. Mimi ni ODM paka sasa hii. Lakini sasa sasa unajua vile kunaenda tunaanza kushindwa kuona direction. Kwa kweli. Broad based government. Unajua broad based haina maneno. Si politics wote tunakuja hapo. Politics ni interest. So ndo ikaenda hivyo tukashindwa zile box za Azimio za kupeleka zilikuwa nasikia wote. Mimi ndo nilizibeba kwa hiyo lori. Ndio nilikuwa hapo lori mimi na DJ Spider. Unasikia na trend. Mimi DJ Spider na Daddy. Daddy alipasa wewe. Mimi Spider na Daddy ndio tulikuwa kwa hiyo lori. Hata Spider daso unaona Spider akiwa mahali hata sasa kwa na Sifuna. Anashangaa tuwezi kwani akuji side. Tulikuwa hivi. Spider ndio tulikuwa nayo. Raila kuenda hivyo sasa ndio Azimio nimepeleka box tumeshindwa kidogo ni maandamano sufuria tumevaa kidogo sasa nimekuja baba amepasi baba kupasi ndo na katene vijioni ngoma yangu napigwa unaona nimekaa baadaye nika hivyo sana bwana uko unacheza time ya news ngoma gani hiyo iko kwa Raila Odinga anacheza time ya news unaona so tukakuwa na hiyo period baba akaishia nikatoka hapo kwa baba nikakuja hapa Kitengela kwa hapa Kitengela kidogo tena nimepata mic. Kumbe hiyo ni gari ya Simbarati. Simbarati akaniambia, buda, wewe Kitengela ndogo kwako twende Kisii. So nimekuwa na Simbarati kule Kisii for until December. Ndio Kisii January. Nilikuwa msee wake wa Mike. Nilikuwa na Simbarati. So hapo ndo sasa tukakuwa hiyo story ODM sasa imeingililia kina Sifuna nao babu wenu amenisupport sana as a friend. Kama hii time niko kwa shida sana one of my best friends alikuwa ni Babu Wino. I will just tell you the truth because we used to talk with Babu Wino until 4, until 2, until 1. Moja kwa moja. Yes, until 3 he hata kutestify atakwambia until akiwa mbunge. Sina juzi last year kwa tunaongea naye mpaka 3 uko aje unaendeleaje form ni gani namwambia nini kubonga tu nilikuwa kwa situation baju vile story yote likamekupita nikajipata nimerudi kwa Madre. Unaona? Nilikuwa na period ya 1 year yenye ilikuwa the darkest kuanzia 2025 kuja 2024 kuanzia November kuanzia August hapo nilirudia Madre. So nilijipata ile kwa kango tena nilikuwa lose the 7 years of my life unaona. So nilijipata nianza tu pole man. Ndio nakwambia mabeste man tungeni mabeste. Nikatuna msevi niko na umsee hii ndoma naivuta vizuri. Kama na enjoy. Nikajaribu. Ndom kidogo nikasema ni jaba yenyewe. Nikiwa Kitee. Na wife bado. Nikiwa na wife. Hata amenishikilia sana, ameniombea sana namshukuru sana because ilikuwa challenging time. Nilianza kukata maji. So unajua ukiokoka tena hiyo story inakuwa garil. Life ni spiritual, mapepo zinakuja 7. Sasa nilikuwa nakata maji ile serious, nakata maji Dela, maji hapa tu Kitee. Sasa watu nilikuwa nao ni Babu Wino. Huyu msanii anaitwa Peter Kenneth. Unajua Peter Kenneth nampatia flowers zake. Peter Kenneth pia alikamigi kuna time alikuja akacheki. Boys wa Azimio tu amekata maji. Akanilipia rent 2 months. Peter Kenneth. Kunilipia rent tena pia niko maji nikaanza kumwongelesha stories zingine azibambi. Tutafanya hivi miradi mingi. Akaona pia ni fala. Peter Kenneth akanitoka. Lakini Peter Kenneth ni mngwana sana. Babu Wino pia aliwalk na mimi sana kwa hiyo journey. The worst situation in your life ni when uko kwa situation yenye una feel yani uko situation uko chini. Uko chini. Kila mtu kama yani wewe nakwambia sasa uko poa, sasa uko glorious, utasikia poa. Lakini hiyo time nilikuwa nimebuild a lot of mileage for my life. And then all of a sudden nimerudi Madre. So nimekuwa nuisance. So that time ndo unajua sana mabest yako.
So hiyo time ndo babu alikuwa ananipigia story. Just imagine nimekata maji, you can imagine naambia nini babu wenu. And I'll tell you, nishaambia babu wenu utakuwa governor wa Nairobi. Nishaimwambia wewe bro, achana na historia kwa governor wa Nairobi. Na Julius hivi asubuhi na nilikuwa namwambia nini best yangu. Lakini ananiambia, "Kwa nini unasema hivyo?" Naambia, "Oh mazao sota kuchorea." Nilikuwa namwambia out of love. Naambia sota kuchorea, watakufanya sijui. Namwambia hivyo vitu, ananiambia, "Tezi usijali itakuwa poa." Anani encourage. Kuna time nilikuwa hata sijui nilikuwa nafungiwa keja. Nikamwambia kwanza wewe hata wewe si best yangu. Unanitapaka nafungiwa keja. Imagine babu alikuwa life yangu hata kabla niamke. By the time niliamka hivi kuacha kubleki. Wife wangu anambia, "Wewe nimegana babu." Anambia, "Kwa nini?" "Babu alikuwa ananusa tezi ni mbaya." "Mbona tezi?" Ananiambia ati amechoka na mimi na ni best yangu. Babu yenu akanitumia rent. Nilikuwa around 8k, akanilipia 8k, akaniambia ingine utapambana. Lakini hata sikupambana, jua nilikolia. So babu alikuwa best yangu. Na niko ready mpaka sasa mwanao. Mpaka sasa naweza unajua sasa vile nilikam nikaingia side nyingine, nikaingia kwa wazee kidogo kukakuwa ni mabeste, lakini hatubongangi sana. Kwa sababu sasa unajua kuna hiyo Azimio Linda ODM Linda Ground na kuna ODM Linda Mwananchi. Sasa unajua sisi tumejipata at crossroads because kuna ODM ni poa, ni party yetu unaona, na unaangalia legacy ya baba na zile vitu tumefanyia baba. So you're left to wonder, sasa nitajoin now say unaona kina Spider wameenda hivyo. So ukiangalia all you see is friends man. All you see is friends, like unaangalia hivi unaona mazee nikienda inside kina babu, nikitoka inside niko na kama dosi wetu wa Azimio TV. It's a good friend of mine unaona. So all you see is friends, unaangalia unasema hata kama ni politics sasa tutaenda wapi? So mimi nimebaki nasema tu wacha nipambane na siasa za mtaani. Mwenyewe unafikiria kuingia kwenye siasa? Unajua sasa yani ile hasa labda kuania kiti. Kwa sasa tunataka tunganganie vijana wapate vitu poa. Kwa sababu unajua sasa kuna hiyo form ya kina Sifuna imekam. Kuna hiyo kina Sifuna na kina Babu wamekam na hiyo Linda Ground na kuna ile Linda Mwananchi. No, nilikuwa Linda Mwananchi na Linda Ground. But in the course of in the midst of all watu wanaumianga firewall kupigana ni nani? Nyasi. So unapata kama mtani hapa Kitengela sasa it's only 2 weeks na vijana wamededi unaona. So me right now at the moment I'm more focused on the Kitengela youth, what we are going to get and where we can get it. Unajua kuna watu wanakuambia unafanya nini Kitengela. So my thinking is this, kuna watu wanasema twende tutoe Ruto tubadilishe gava. Unaona? Tujue na kina Sifuna tutoe Ruto tubadilishe gava. Lakini mimi na show change inakuanga tu the more things change the more they remain the same. So mimi nime approach vitu differently. Wewe unataka tutam. Mimi kwa saa hii ni jeshi la Kato na Kato ndio kiongozi wangu. Na Kato ni tutam. Kwa hivyo saa hii mimi niko tutam. Unaona? Na niko tutam kwa sababu ya nini? Mimi nataka president anakujana kwa na nini nasema president anakuja Kitengela, kuna mtu mmoja Kitengela Clemo, hatuna studio, hatuna nini, president anakuja tunataka empowerment. Mimi believe bala vijana waandamane huko wamalizike. Vijana kila wanataka do. Una understand? Watakusawa mnataka kutoa Ruto, mgojeni mtamtoa kwa ballot. Lakini sasa hii kuna vile tunaweza patiwa mashini, cows, tunaweza patiwa mashini ya koroga, tunaweza patiwa matent. Kwani vijana waja benefit? Sasa mbona nichoche vijana waende huko kule makopa? Understand? Babu 2027 atakuwa anawania ugavana. Mshikaji wako. Babu. Upande una support. Babu mimi nitamkampenia. Babu unajua it's all about loyalty. Mimi babu nitamkampenia. Uko wapi sasa? Kumkampenia aje? No, babu nitamkampenia. Upande wako tutam. Babu haiko stories za tutam. Sasa unajua wacha nikwambie bro, the biggest mistake vijana wanafanya ndio kufanya ni kuvaa hizi masuti. Wase mwache kuvaa masuti. Unataka kuvaa suti hapo ujifanye eti wewe utapigia eti mimi ni UDA na UDA paka chini. Hiyo ni ufala. Pigia leader na kile anakufanyia vile na agenda. And another thing, vijana wache mimi by the Clemo, vijana wana ufala sana. Unajua kwa nini? Mimi kitu kama inanikatia vijana kama hapa Kitengela. Vijana juzi walikuwa wanasema Tezi anaongea hapa kwa vijana na ni mzee anatoa kitambi. Nikamwambia kwani mimi na Sifuna hata mimi na 10 years. Mimi ni kijana sana. Mimi ni youth. Nikamwambia sikieni, unafaa ujue siku zote kila politician ako na interest. Hata wewe Sifuna ako na interest yake. So wewe ukienda ku agenda. Don't pretend like you don't understand things go. Sifuna ako na interest, Babu Wino ako na interest, Gladys Wanga ako na interest, Ruto ako na interest. Wale watu wakwangi tuna interest ni sisi. Interest yetu ni kupiga kelele. Hiyo ni ufala. Wewe kama kijana pale uko mtaani, wacha nikwambie kwa hii show ya story yangu,
Wewe unajua umesikia story yangu. Usikubali tu siasa ikuache dry. Mimi si mara moja ama mara mbili siasa imeniacha bila kitu. Najua nile tu neema ya Mungu, sikosagi, niko tu poa, unaona? Lakini siwezi kuambia siasa misha niacha na do. Eti niko hata kwa time ya baba na kwamba kweli sasa nilikuwa nalipwa. Hata ngoma yangu ni tu ile siku ODM ya 20 ndio nilienda kulipwa. Mara mingi vitu zinakutoka, especially when you come from a tribe like Taita. Na understand? Unakam like a tribe of Taita, unategemea maybe nani atakutetea ukiwa Mtaita. Sasa hii kwanza unasikia wanasema Kingpin ni Joho. Joho ako mbali aje na Voi. Ako mbali kabla Joho afikirie vijana wa Mombasa, kabla Joho akuje kufikiria sisi vijana wa Taita. Mtu wangu shaumia. Mimi nakumbuka secretariat ya nani? Ya Azimio. Nilikuwa nimeambiwa nimewekwa lakini ilipotea. By the time kuja kutafuta Joho utampata wapi? Na Mishabano utampata wapi? You understand? So lazima ulanwe kama kijana ku agenda. That's why naambia vijana learn to agenda. Sasa unasikia Jalasa anasema kichele watu wapate kichele. Kaeni chini, mimi niambia vijana Kitengela. Sawa mnaandamana, alafu after mmeandamana sasa juzi sawa. Sifuna. Mmekuja mmejengwa ile kichele mmejengwa. After hiyo nini imehappen? Si vijana bado wanabaki dry. Bado wanarudi base ya Jaba. Lakini mimi naambia vijana kujeni sasa tuko na Katole Metito, yeye ndo status controller, incoming governor wa Kajiado County 2027. Unopposed, the man is going to win this early in the morning. In fact, we have already won. Kujeni huyu jamaa atupeleke kwa president. Tupate Garizo tuliku mtaani. Turudishe Garizo mtaani watu wakae poa, unaona? Wasa wapate kichele, wasa wapate empowerment. Ile story za kusema kama mnataka kutoa Ruto vile mnataka kutoa Ruto, first of all Ruto anasemaje? Nipatieni aje ndio mnataka kunitoa. Na ukiangalia wase kusema kweli sawa mnataka kutoa Ruto amefanya makosa nini atumpendi. Lakini what other plan do you have? You cannot change a system. Kuna asubuhi kwa naambia Sifuna alisema we're going to change a software. That's a lie. Sifuna is lying. It's not about changing a software. This is not a software. It's the biggest lie. This is Microsoft itself you're dealing with. Bigger than any other software. Man, system ya gava mtu wangu. System ya gava ni big sana. Unaweza kudanganya eti mtaitwa na one election. Hiyo ni ufala. System ya gava ina change pole na sisi wenyewe hapa mtaani. We kama kijana ukipatwa kichele, ganyia watu kichele vile inafaa. Wewe huko mtaani umepatiwa kitu ya kufanya, fanyia vijana justice. Lakini unataka kutuambia Ruto na ufikirie MCA, who is your closest leader? Is your MCA? Wewe unakaa hapo tu unateteteta Ruto. Wacha Ruto fanye mambo yake huko. 2027 mtamjudge vile mtamjudge. Sisi wenyewe tutaconvince, tutaamua vile tutampigia. Akikuja shuke vizuri na vijana wangu wa Kitengela wakaepoa. Kwa nini tuseme tu kwa sahi kwanza Katoa anacheza na sisi poa. Kwa hivyo watu wangu tumalize show. Vijana nataka niwaambie kabla tutoke kwa show, msikubali kuenjoyiwa. Nataka nikwambie kijana pale uko mtaani ujue kila politician akona agenda. Kwa hivyo you must agenda and defend your pockets. Why is it? Story yako bro imekuwa poa. Shukran sana. Yaani story yako pole nimeingiza siasa kwa kitu lakini iko tu sawa. Siasa ni sehemu ya maisha unajua. Yaani siasa ni sehemu ya story yetu. Labda kwa hii story yako kwa maneno machache sana. Sana. Najua kuna mtu ambaye amepitia, of course umekapitia bro. Lakini mimi na enjoy kwa na wewe sasa hizi mmoja wote anakifikiria atakuongea nao kuongelesha vijana. Best commander mimi. Unaweza kwa maneno machache, hebu ongea na kijana, ongea na mtu ambaye labda ako pale nje amekabia kata tamaa. Wacha kwanza nikuambie kitu moja. Kama unapiga maneno machache. Kama unapiga kama unapiga sikiza, hata nikuambie vile nani msemanga. Chorea Jaba. Chorea Tei. Chorea Tire. Kwanza put your life in perspective. Unajua usitaki kukaa kama Uhuru Kenyatta, yeye amezaliwa kwa Mado. Jenga life yako into perspective. Hivi vitu tunakuestia time off sana, na ndio kwa maana unapata vijana tunaoita mkutano watokei ndio wanataka kesho kuna Jaba, alafu atakisema wazee wametokea mkutano. Punguza hizo madre kuna pale za kupeleka. Hata nikwambie ukweli, ndio unapa sasa hivi vijana wanapigana, sijui kina Toxic kina nani wanapigana. Hakuna sana wanapigania, hakuna ndo wanapigania kina Toxic na sijui Brooklyn na sijui nini Maurugwash. Hiyo yote ni ufala. Ile kitu wanafaa kukaa chini ni wa agenda, watu wajenge life yao. Watu wache kupigana. Kama mtu wako tuta maenda kule vizuri, kama uko one time kula wakina Rigiji.
Lakini never give up. Hata nikwambie safari yako ya kurise inaanza leo. Safari yako ya kurise inaanza leo. Usingoje tu itaanza after 1 month after. Anza kurise leo. Sasa muda gani umekabila kutumia bila Madrid? Sasa nimekaa approximately 1 year. Na nishaka kwa Simbarati na sasa niko na Kato na I think in the next couple of weeks nitakuwa niko na Ruto. Ndio nakwambia Mwenyezi Mungu halali siku zombo tote mwekse. Ushasema mwekse pia hili.